Jambo la pili ni nini? Ndoa takatifu. Sisi masingo ambao bado hatujaoa, kuna kibali hatuwezi tukakipata. Mimi nimekuwa ni mfano mzuri. Mimi kwenye uchungaji wangu, kwenye muda mchache huu ambao nimehudumia watu, unakuta unaenda kumhubiria mtu, unamkaribisha kanisani, eti swali analokuuliza, umeoa? Jamani, kuna uhusiano gani kati ya kuoa na kuja kanisani? Na hiyo utagundua kwamba kuna uhusiano wa mtu kuwa na ndoa takatifu. Na hapa ninazungumzia ndoa takatifu, wachana na ambao mmechukuana tu, mmebebana mtaani. Ndoa takatifu inaleta kibali. Ndio maana utagundua kuna mtu ambaye alikuwa heshimiki, ila baada ya kuoa kwenye familia fulani, kuna heshima fulani anaanza kuipata. Kwa nini? Ndoa inaleta kibali. Kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 22, apataye mke apata kitu chema, tena ajipatia kibali kutoka kwa Bwana. My good God. Bwana Yesu nisaidie. Omba Bwana Yesu nisaidie nioe ndoa takatifu. Muhimu sana. Ndoa takatifu inaleta kibali. Na Mungu anakukubali. Apataye mke apata kitu chema, tena ajipatia kibali. Kibali ni kibali cha mafanikio, kibali cha uchumi mzuri, kibali cha heshima. Kibali, kuna heshima uwezo kaipata isipokuwa umeoa. Kuna heshima waliooa tu ndio wanaipata, rafiki. Usidanganyike. Yaani kuna heshima unaipata kioa. Kwa hiyo ndoa leta kibali. Wewe uliye single, una miaka mingi hivyo, unatakiwa uoe, rafiki. Usilalamike watu hawakuheshimu, haujaoa. Mwisho wa siku, na dunia sasa hizi ina picha mbaya sana na watu ambao hawajaoa. Yaani kila mtu ambaye yupo single anaonekana eti ni mzinzi, wakati sivyo. Nataka nionyeshe nini? Ndoa inaleta kibali, na Mungu akupe hiyo neema ya kupata ndoa. Kwa tafsiri nyingine, hata kupata ndoa tu unahitaji kibali, ambapo unaanza kwenye pointi ya kwanza, tabia. Binti unataka kuolewa, tengeneza mambo ya tabia zako. Tengeneza mambo ya tabia zako. Usilalamike sijui wanaume wanakukataa. Una tabia mbaya, una tabia za uzinzi, wewe unataka nani akuoe sasa, rafiki? Wewe kila mwanaume ambaye mkipatana siku 2-3 amekuita ghetto umeenda na unataka kuolewa, hauwezi ukaolewa, rafiki. Una tabia za ovyo. Wewe binti bado tu nyumbani kwenu tu una kiburi. Yaani wewe ukikosea ukaambiwa tu na mama yako unanuna siku nzima, na hauli na chakula unazila, ila unataka ndoa, hauwezi ukapata, kwa sababu tayari hilo tu linafanya usipate kibali mbele za Mungu. Na kibali huwa kinaanzia kwa Mungu kabla ya kwa watu. Mungu akikukataa, automatic watu watakukataa. Jambo la tatu linaloleta kibali kwenye maisha ya mtu, mambo hayo ukiyafanya utaona kibali, niamini mimi. Maisha ya maombi. Rafiki yangu, yani ukipuzia maombi, umepuzia kibali chako. Mimi nionyeshe mtu ambaye anakuambia mimi nina roho kukataliwa. Nitakuonyesha mtu ambaye ni mvivu wa maombi, mvivu wa maisha ya maombi. Tusome kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 13. Anasema hivi: basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Ikiwa nimepata neema, ikiwa nimepata kibali. Kibali kinapatikana pia kwa kuomba. Ishi maisha ya maombi. Kibali kinapatikana pia kwa kuomba. Mwambie Mungu, nipe kibali. Kwa nini mimi nimekuwa kukataliwa? Kwa nini mimi naona muda wa kufanya jambo fulani umefika? Na kwenye kila jambo unahitaji kibali. Kazi unahitaji kibali. Biashara unahitaji kibali. Ukubwa wa kibali chako ndio unaamua pia wateja wako waweje. Usipokuwa na kibali kikubwa, wateja unakuwa na mteja mmoja. Ishi maisha ya maombi. Penda maombi. Maombi hayataki kuwa dharura. Maombi hayataki kuomba wakati una shida. Maombi yanatakiwa kuwa maisha yako, kwa sababu maisha ya maombi ni namna ya wewe kuongea na Baba yako wa mbinguni. Kila unapoishi maisha ya maombi, umeamua kupeleka ajenda za duniani uzipeleka mbinguni. Umeamua kuruhusu mambo duniani ili mbingu ziruhusu. Sasa wewe kwa nini upendi kuomba, rafiki? Kwa nini wewe ni mvivu wa kuomba? Na Mungu akusaidie na kukupa hiyo neema ya maombi katika jina la Yesu. Ndio maana pia Roho Mtakatifu mwenyewe anaitwa Roho wa neema na maombi. Roho wa kibali na maombi. Automatic ukiwa unaishi maisha ya maombi, automatic kibali, watu wanaanza kukubali. Na kibali kisha kuja kwako, hakuna namna watu watazuia vitu
wako. Watu wanaanza kuleta vitu. Kama una biashara, watu wanaongezeka. Kama ni binti, kwa kweli sasa unaanza kuona yani kama miluzi inazidi. Hapo sasa ndo panahitaji hekima sasa ya kuchagua mme bora. Kibali. Kibali kinaletwa kwa njia ya maombi. Amua kuomba. Utaona Yesu mwenyewe kwa sababu ya maisha ya maombi. Yesu alikuwa anakubalika kila mahali. Yesu alikuwa akienda mahali afiki akaanza kuhubiri, jamani nimekuja, njoni niwahubirie. Yesu kwa sababu ya maisha yake tu ya maombi, yani maombi alikuwa ni tabia yake. Maombi alikuwa ni maisha yake. Yesu alikuwa kila siku lazima aombe, asubuhi aombe. Yes. Na kwa sababu hiyo alikuwa akienda mahali hata kabla yani mpaka muda mwingine anawaambia watu msiwaambie, lakini automatic anashangaa dakika chache wamejaa.